Freemason tukitoa kafara, yani hiyo imeisha. Wewe nafsi yako itabaki kuwa utumwa mpaka siku ambayo Mungu atasema sasa huyu mtu inabidi achoke. Na sisi kule pasina malazi, roho, kwa sababu roho ina uhai wa muda mrefu. Nuhu aliishi miaka karibia 1400. Kwa kitu ambacho kinatokea, mtu akifa, sisi Freemason kitu ambacho kinafanyika ni kwamba roho ile inatumikishwa karibia miaka 1400, kwa sababu roho haina magonjwa, mwili ndio una magonjwa. Kwa ile nafsi inatumikishwa. Unajua kutumikishwa sio uchawi wenu wa viungo. Na wewe umetoka sasa hivi Freemason, si ndio? Na wale wenzio ambao tayari ulikuwa umejiunga nao, wanasema nini kuhusu wewe? Napigwa vita balaa. Napigwa vita, natafuta mchana na usiku. Mimi singekuwa neema ya Mungu hapo, ningekuwa nimeshakufa. Wametuma mawakala wengi, kwa ajili ya kunichoma visu, kuniua, lakini mimi Mungu amenipigania. Amenipigania Mungu. Na kama Mungu amenipigania, na hakika kwamba nitaishi kwa kusudi na nitatoa siri za watu kufanikiwa. Na ndugu mtazamaji, mtu anayekutazama anapenda kujua wale vile unavyokuwa unatoa kafara, si ndio? Umetoa ile kafara, zeni ukitoa kafara, nini unapata kutoka kwa Freemason? Yani kafara ukitoa, labda umemtoa mama, umemtoa baba, mdogo wako, nini Freemason wanakupa nini? Yani kwanza ukitoa kafara, unarudi nyumbani unakuta na fedha nyingi, mali za kutosha, dhahabu. Hizi dhahabu ambazo sijui mnasemaga mnachimba huko chini ya Tanzania, zinakuja Freemason. Kwa hiyo utakuta sasa watu, kama umetoa kafara imemfurahisha Lucy, ina maana anakupa tu. Anakupa, hana uchoyo. Anakupa. Kwa hiyo ukitoa kafara ndo utajiri wako. Usipotoa basi sasa ndugu mtazamaji, kijana wetu ameweza kutuelezea jinsi alivyokuwa Freemason na ametoka. Na saizi unasali, si ndio? Sasa hivi nasali. Na wakati umeingia kusali, kuna utofauti gani kati ya Freemason na huku ulikoingia kusali? Kwanza unatakiwa ujue kabisa kwamba makanisa mengi yanaongozwa na Lucifer. Kwa hiyo mimi nimefungua kanisa langu. Kanisa la kweli linaitwa The Lighting of Jesus Miracle, mwanga wa Yesu wenye miujiza. Kwa sababu makanisa mengi yanatumiwa na Freemason. Viongozi wengi wanatafuta nguvu huko, wakati mimi najua namna ya kumpatia mtu nguvu ili aweze kutoa mapepo, na dawa ambayo inaweza ikamsaidia mtu ili aweze kutoa mapepo. Lakini watu wamejiunga na Freemason, wanatoa kafara na siri zile hawazijui. Kwa hiyo si kila kanisa ambalo unatakiwa kwenda. Sasa hivi manabii wengi ni wa uongo, wanahubiri masuala ya kimwili wakati tunatakiwa tuhubiriwe masuala ya kiroho. Kwa hiyo kama tunatakiwa tuhubiriwe masuala ya kiroho, inatakiwa uje kwenye kanisa la The Lighting of Jesus Miracle. Ndo peke yake kuna siri za mafanikio. Wewe unahubiri kanisani kwako, kuna siri za mtu kufanikiwa, kuna siri za mtu kuona ufalme wa mbinguni. Haya makanisa mengine yanawadanganya eti toa ubarikiwe, toa sadaka ubarikiwe, toa sadaka ubarikiwe. Yesu alisema ya Kaisari mpe Kaisari, ya Mungu mpe Mungu. Unatakiwa ujue ya Mungu ni yapi, ndio unatakiwa umpe Mungu, na Kaisari ni yapi, si pesa. Kwa hiyo mje katika kanisa langu la The Lighting of Jesus Miracle. Hapa ndo pana siri za kufanikiwa na kukua na kuona ufalme wa mbinguni. Tumalize kwa kusema nimalize na swali moja. Labda makanisa hayo yanayoongozwa na Lucifer unayafahamu, au unaweza kututajia kanisa moja wapo kati ya haya? Makanisa ni mengi sana. Ukiona mtu una miaka 5 hauna hata gari na unasali, bado hilo sio kanisa la kusali. Ukiona mtu unasali muda mrefu lakini upati mafanikio, bado una shida, magonjwa bado yanawanyemelea, hilo sio kanisa. Njoo The Lighting of Jesus Miracle. Tuna msaada wa kukukuza kiroho na kukukuza kimwili, kwa sababu tunategemea mtu ambaye anamtafuta Mungu awe na mambo matano katika maisha yake. Kwanza awe na ufahamu, awe na maarifa, awe na uwezo, awe na shauri, awe na roho ya kumcha Bwana. Basi unawashauri nini sasa hao ambao hawajui kwamba hilo ni kanisa la Lucifer na wanaenda kusali? Tumalize kwa kusema hivi. Nataka niwaambie ndugu zangu, makanisa ya mpinga Kristo ni mengi. Mwandishi, sio mchezo.
Yaani sasa hivi kila kanisa unaloenda unakuta wanahubiri kuhusu masuala ya mapenzi, wanahubiri masuala ya ndoa. Hayo ni masuala ya kimwili. Sasa hivi inatakiwa uhubiriwe kiroho. Unaishije na wenzako kwa upendo? Unaishije na wenzako ili uweze kufanikiwa? Kwa sababu mbingu unatakiwa uanze kuionea kwa duniani, ndipo uje uione ile mbingu ya rohoni. Sasa utaionaje mbingu wewe umejaa fitina na masengenyo na unafiki? Sasa ndugu zangu, mtafute Mungu wa kweli. Mungu anasema, maandiko yanasema mtafuteni Mungu maadamu anafanyaje? Anapatikana. Ukisoma katika Misali anasema nawapenda wale wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Kwa hiyo ongezeni juhudi katika kumtafuta Mungu. Na utajuaje kama una juhudi za kumtafuta Mungu? Utaona mambo yako huyapeleki kwa ugumu. Utaona mambo yako yanaenda kiurahisi. Angalia watu ambao hawasali kama wakina Elon Musk. Leo ndo matajiri. Tulikuwa tunategemea kumuona tajiri namba 1 awe ni mtu ambaye anasali. Lakini Elon Musk hasali. Sasa kuna siri gani hapa ambayo imejificha? Kuna siri imejificha. Njoni wafungulie.